Gideoni alikuwa mtu wa kawaida aliyekuwa amejificha mahali pasipo kawaida. Alikuwa anapura ngano ndani ya shinikizo la divai, mahali pa kukanyagia zabibu. Hilo pekee lilionyesha hali ya hatari aliyokuwa nayo. Hofu ilikuwa kubwa kiasi kwamba alilazimika kuandaa chakula mahali pasiri ili asionekane. Gideoni hakuwa askari, hakuwa kiongozi, hakuwa mtu mwenye ushawishi wowote. Alikuwa mtoto wa mwisho katika familia duni kabisa ya kabila la Manase. Lakini hata akiwa gizani, Mungu alimwona. Malaika wa Bwana alimtokea na kumsalimia kwa maneno yasiyosahaulika, Bwana yuko pamoja nawe, shujaa. Shujaa. Gideoni labda aligeuka huku na kule kuangalia kama kweli salamu hiyo ilikuwa kwake, kwa sababu shujaa hakuwa kabisa. Alikuwa anaogopa, akijaribu tu kuendelea kuishi. Angewezaje kuitwa shujaa? Ili kuelewa uzito wa tukio hili, ni lazima ujue namna Waisraeli walivyofika hapo. Kwa miaka 7 watu walikuwa wakiteswa na Wamidiani, adui katili waliokuwa wakivamia mashamba, kuchukua wanyama na kuwaacha watu katika umasikini mkubwa. Haikuwa vita tu, ilikuwa ni fedheha. Kila mavuno yalionekana kazi bure na hofu ilikuwa imekuwa kawaida. Sababu ni nini? Watu walikuwa wameacha kumtegemea Mungu. Walijenga madhabahu za Baali, wakaabudu sanamu na kuamini ahadi zisizo na maana. Na Mungu, mwaminifu kwa agano lake, aliruhusu Waisraeli kuvuna matokeo ya kumwacha. Lakini walipozidi kuumia, walimlilia Mungu na Mungu akajibu kwa njia isiyo ya kawaida. Hakumtuma mfalme wala jeshi, bali Gideoni, mtu wa kawaida aliyekuwa amejificha na hata hakujiamini. Hapo ndipo jambo la ajabu lilipoanza. Mungu huona ujasiri pale wanadamu wanaona woga, huona uongozi pale wengine hawaoni chochote. Gideoni hakuwa amejua bado, lakini maisha yake yalikuwa karibu kubadilika kutoka mtu wa kawaida hadi kuwa sehemu ya mojawapo ya hadithi za ajabu zaidi katika Biblia. Angekuwa chombo cha Mungu cha kubadilisha taifa zima, kwa kuanzia na moyo wake mwenyewe. Ziara ya malaika haikukatiza tu siku ya Gideoni, bali ilibomoa mtazamo wake binafsi. Bwana yuko pamoja nawe, shujaa. Hayo yalionekana kama kejeli kuliko salamu. Gideoni alikuwa amejificha, akiishi kwa mabaki, akiwa na hofu, na bado Mungu alimuita shujaa. Ni kama mbingu iliona toleo la Gideoni ambalo hata yeye hakulijua. Gideoni alimjibu kwa uaminifu, kwa huzuni na maswali, kama Bwana yuko pamoja nasi, mbona haya yote yametupata? Ziko wapi zile miujiza za zamani? Yuko wapi Mungu aliyewavusha watu baharini, aliyewaokoa kutoka Misri? Sasa yote hayo yalionekana kama hadithi za zamani tu zilizokuwa zinasimuliwa na wazazi, lakini hazikuwa na nguvu yoyote leo. Uchungu wa sasa ulikuwa mkubwa kiasi cha kufuta kumbukumbu zote za ushindi. Na moyoni swali lilikuwa wazi, je, Mungu bado anajali? Ndipo malaika akafichua jambo la kushangaza zaidi. Gideoni ndiye aliyeteuliwa kuwakomboa Waisraeli. Amri ilikuwa wazi. Nenda kwa nguvu ulionayo ukawaokoe Waisraeli mikononi mwa Wamidiani. Lakini nguvu gani? Uwezo upi? Gideoni alijiona kuwa wa mwisho kabisa, hana mafunzo ya kijeshi, hana ushawishi wa kisiasa, hana rekodi ya uongozi. Hata nyumbani hakuwa kiongozi, sasa vipi aongoze taifa lililoteswa? Gideoni aliingiwa na woga mara moja na hakuficha. Lakini Bwana, nitawezaje kuwaokoa Waisraeli? Kabila langu ni dhaifu kuliko yote katika Manase, na mimi ndiye mdogo kabisa katika familia yangu. Aliwasilisha udhaifu wake kama sababu, lakini Mungu haguswi na mipaka ya kibinadamu. Jibu lake lilikuwa rahisi lakini lenye uzito. Nitakuwa pamoja nawe. Na hilo lilitosha. Hakuhitaji hesabu zaidi. Uwepo wa Mungu peke yake ulitosha. Haikujalisha historia ya Gideoni, hadhi yake, hofu zake au majeraha ya zamani. Mungu akishakuwa ndani ya hesabu, yasiyowezekana yanakuwa swala la muda tu. Hata hivyo, moyo wa Gideoni bado ulikuwa na mashaka. Hakusema ndio kwa haraka. Alitaka uthibitisho. Alitaka kujua kama hii haikuwa ndoto au utani wa mbinguni.
Mtu aliyechaguliwa kubadilisha kila kitu bado alihitaji kushinda vita vilivyo ndani ya moyo wake, na mara nyingine hivyo ndivyo vita vigumu zaidi. Ahadi ya Mungu ilikuwa imetolewa. Gideoni alikuwa amesikia kwa masikio yake, nitakuwa pamoja nawe. Lakini maneno, hata yenye nguvu kiasi gani, hayamalizi mizimu ya ndani ya moyo. Gideoni alitaka kuamini, lakini woga bado ulimtawala. Kwa hiyo akaomba ishara, jaribio, kuthibitisha kwamba ile sauti kweli ilitoka kwa Mungu, sio ndoto wala mawazo ya uchovu. Akaenda kwa haraka kuandaa sadaka, mwanambuzi mchanga na mikate isiyo na chachu, pamoja na supu kwenye chupa. Akaleta kila kitu kwa malaika aliyekuwa bado amesimama chini ya mti. Malaika akagusa nyama na mkate kwa ncha ya fimbo yake, na mara moja moto ulitoka kwenye mwamba na kuteketeza sadaka yote. Ilikuwa ishara ya ajabu. Kisha malaika akatoweka. Hilo lingetosha kwa wengi, lakini Gideoni bado alikuwa akipambana na nafsi yake. Moto ulioshuka juu ya mwamba uliamsha hofu moyoni mwake. Alitambua kuwa alikuwa ameonana uso kwa uso na malaika wa Bwana. Kwa utamaduni wa Waisraeli hilo lilimaanisha kifo. Lakini Mungu alimfariji tena, safari hii kwa upole, amani iwe nawe. Usiogope. Utakufa. Hapo ndipo Gideoni alijenga madhabahu na akaiita jina linaloonyesha alichohitaji zaidi, Bwana ni amani. Hata baada ya ishara dhahiri, imani yake bado ilikuwa dhaifu. Alijua kile Mungu alisema, lakini alihitaji uthibitisho zaidi. Ndipo tukio maarufu zaidi la maisha yake lilitokea, ile ishara ya manyoya. Gideoni aliweka kipande cha sufu ardhini na akaomba kwamba asubuhi inayofuata umande uwe juu ya sufu tu na ardhi yote iliyozunguka iwe kavu. Mungu alifanya hivyo hasa alivyoomba. Lakini haikumtosha. Siku iliyofuata akaomba kinyume chake, sufu iwe kavu na ardhi yote iwe na umande. Na tena Mungu alitimiza kwa usahihi. Hakukuwa na lawama bali subira, kwa sababu Mungu alijua vita vilivyokuwa vikifanyika ndani ya moyo wa mtu huyo. Alijua kwamba kabla ya kupigana na Wamidiani, Gideoni alipaswa kujishinda mwenyewe. Kipindi hiki cha majaribio hakikuwa udhaifu wa mwisho, bali ni sehemu ya kukua kiroho. Kila ishara ilituliza hofu ya ndani polepole. Na hivyo hatua kwa hatua, Mungu hakuwa anaunda tu mkombozi bali pia mwanaume atakayejifunza kumtumaini Mungu hata miujiza ikikoma. Imani inapokuwa lazima ijaribiwe. Na kwa Gideoni, jaribio la kwanza halikutokea vitani bali miongoni mwa watu wake, dhidi ya mila zilizopotosha jamii yao. Mungu alimwagiza afanye jambo la kuthubutu, abomoe madhabahu ya Baali, mungu wa kipagani aliyekuwa akiabudiwa na Waisraeli, na aikate miti mitakatifu ya Ashera iliyokuwa karibu. Hili halikuwa tendo la ishara tu, bali lilikuwa shambulio la moja kwa moja dhidi ya ibada ya sanamu katika jamii na hata ndani ya familia yake mwenyewe. Madhabahu aliyotakiwa kuivunja ilikuwa katika nyumba ya baba yake Yoashi. Ilikuwa kama Mungu alisema, kabla hujaikomboa taifa, tengeneza nyumba yako kwanza. Kumtii Mungu kulikuwa kuhatarisha maisha yake. Gideoni alijua watu wangechukia sana, lakini pia alijua hawezi kuchelewa. Alikusanya wanaume 10 kwa usiku, si kwa sababu ya woga bali kwa hekima. Akafanya kila alichoamriwa na Mungu. Alibomoa madhabahu ya Baali, akakata miti ya Ashera na badala yake akajenga madhabahu kwa Bwana. Hapo alitoa sadaka ya fahali kwa kuni zilizotokana na mabaki ya sanamu yenyewe. Tukio hili lilikuwa la mabadiliko makubwa. Kwa mara ya kwanza, Gideoni aliacha kuomba ishara na akaanza kutii kwa vitendo. Asubuhi, mji uliamka kwa mshangao. Waliona madhabahu imebomolewa, miti imeteketezwa na habari zikasambaa haraka, ni Gideoni. Wakamdai auawe. Wakatafuta haki. Lakini jambo la kushangaza likatokea. Yoashi, baba yake aliyekuwa akiunga mkono ile madhabahu, alisimama kumtetea mwanawe. Akasema kama Baali ni mungu, ajitetee mwenyewe. Na hakuna mtu aliyethubutu kumgusa Gideoni tena. Kuanzia siku hiyo, Gideoni alipata jina jipya, Yerubali, maana yake acha Baali apigane naye. Jina hilo likawa ishara ya ujasiri, ujasiri unaoanza kwa kimya lakini hulipuka kwa matendo.
Haikuwa tena kuhusu kuwaokoa Waisraeli kutoka kwa Wamidiani pekee. Ilikuwa kuhusu kuwarudisha watu kwa Mungu wa kweli. Tendo hili likawa cheche. Gideoni hakuvunja mawe na miti tu, alivunja woga, udanganyifu wa kidini na alianza kutekeleza wajibu wake. Mchakato wa mabadiliko ulikuwa umeanza na sasa hakukuwa na kurudi nyuma. Baada ya kukabiliana na Baali, jina la Gideoni lilikuwa maarufu. Hakuwa tena yule mtu aliyekuwa amejificha kwenye shinikizo la divai. Sasa alikuwa Yerubbaali, mvunjaji wa sanamu, aliyesimama dhidi ya uasi wa imani na akapona. Watu walianza kumwona kwa mtazamo mpya. Na Mungu alikuwa amekwishaamsha ndani yake uongozi wa kumkabili adui aliyekuwa akiitesa Israeli kwa miaka mingi. Wamidiani walikuwa wamevuka Yordani na kupiga kambi katika bonde la Yezreeli wakiwa pamoja na Waamaleki na mataifa ya mashariki. Walikuwa wengi sana kiasi kwamba Biblia inawalinganisha na nzige, hawakuhesabika, na ngamia wao walikuwa kama mchanga wa pwani. Mbele ya tishio hilo, Roho wa Bwana akamjalia Gideoni nguvu. Akapiga tarumbeta na watu wa kabila lake wakakusanyika. Kisha akatuma wajumbe kwa makabila mengine jirani. Makabila manne yalijibu: Manase, Asheri, Zabuloni na Naftali. Jeshi likawa limeundwa. Watu 32,000 walijitokeza kupigana. Lakini Mungu hakutaka idadi, alitaka mioyo iliyojisalimisha. Alijua kwamba Israeli wakishinda kwa wingi huo, wangejisifu na kusema, tumejisaidia wenyewe. Na Mungu hashiriki utukufu wake na mwingine. Hapo ndipo mchujo ukaanza. Mchujo wa kwanza ulikuwa rahisi lakini wenye nguvu. Mtu yeyote mwenye hofu na wasiwasi arudi nyumbani. Zaidi ya theluthi mbili ya jeshi waliondoka. Watu 22,000 waliondoka siku hiyo. Waliobaki walikuwa 10,000 tu. Gideoni aliangalia kimya. Hakuuliza maswali tena sana. Hakuhitaji ishara tena. Lakini moyo wake lazima bado ulikuwa na mashaka. Na Mungu akaendelea, bado ni wengi. Mchujo wa pili ulikuwa mtoni. Gideoni aliwachukua watu kunywa maji na Mungu alikuwa akitazama. Aliwatenga wale waliopiga magoti kutoka kwa waliokunywa kwa mikono yao, kama watu waliokuwa bado waangalifu. Ni watu 300 tu waliokunywa kwa mikono yao. Na ni kwa hao 300 Mungu aliamua kuokoa Israeli. Tofauti ilikuwa kubwa sana. Upande mmoja, jeshi lisilohesabika. Upande mwingine, watu 300 wasio na uzoefu wa kivita wanaoongozwa na mtu aliyewahi kujaa mashaka. Lakini Mungu hahitaji makundi, anahitaji utiifu. Uchaguzi huu haukuwa kuhusu ustadi. Ulikuwa kuhusu kutegemea Mungu. Kila mchujo ulikuwa ni ukumbusho mwingine, si kwa nguvu zako, bali kwa mkono wangu. Gideoni alikuwa karibu kuona jinsi kutii Mungu kunavyozidi mikakati yoyote ya kivita. Usiku wa giza, akiwa amezungukwa na jeshi kubwa la adui, Gideoni aliwaangalia wanaume wake 300. Hakuna hata mmoja wao aliyekuwa askari wa vita mwenye uzoefu. Hakuna aliyekuwa na silaha nzito. Lakini bado walikuwepo wakisubiri amri ya kushambulia. Mungu hakuwa tu amepunguza jeshi, bali pia alikuwa ametengeneza mpango wa ajabu kabisa wa ushindi. Asubuhi hiyo mapema, Mungu alizungumza tena na Gideoni. Alijua kuwa hata baada ya yote, moyo wake bado ulikuwa unayumba kati ya ujasiri na hofu. Kwa hiyo Mungu alimpa chaguo: kama anaogopa, ashuke kwenye kambi ya adui na asikilize wanachosema. Gideoni alitii. Akamchukua mtumishi wake Pura, wakaenda kwa siri hadi kwenye kambi ya Wamidiani. Kile alichosikia pale kilibadilisha kila kitu. Askari wawili wa adui walikuwa wakizungumza. Mmoja alisema kuwa aliota ndoto, aliona mkate wa shayiri ukijiviringisha kambini na kuangusha hema. Mwingine alijibu bila kusita, hii ni ishara kwamba Gideoni atashinda vita. Mazungumzo hayo rahisi yalimthibitishia kila kitu. Mungu tayari alikuwa ameweka hofu katika mioyo ya maadui kabla hata ya mashambulizi kuanza. Gideoni alirudi akiwa amejawa na mwanga machoni. Sasa alijua ushindi ulikuwa umeandikwa tayari. Akaligawanya jeshi lake la watu 300 katika makundi matatu.
Silaha yao ilikuwa ya kushangaza: tarumbeta, mienge iliyofichwa ndani ya viungu vya udongo, na sauti zao wenyewe. Kwa ishara iliyokubaliwa, saa 6 usiku walivunja viungu kambini, wakafunua mienge. Tarumbeta zilipigwa kwa pamoja na sauti kubwa ikasikika milimani. Upanga wa Bwana na wa Gideoni! Giza likageuka kuwa mwangaza, kelele na machafuko. Wamidiani waliamka kwa hofu, hawakuelewa kilichokuwa kikiendelea. Wakidhani wamezingirwa na jeshi kubwa, walianza kukimbia. Kwa haraka na hofu, wakaanza kupigana wao kwa wao. Mpango huo ambao haukuwa na maana kwa macho ya kibinadamu, ulifunua moyo wa Mungu. Ushindi hauji kwa akili ya kawaida, bali kwa utii. Hakuna Mwisraeli aliyekuwa ameinua upanga mpaka wakati huo. Ilikuwa kana kwamba mbingu zenyewe zilikuwa zinapigana kwa ajili yao. Gideoni, yule mtu aliyekuwa akijificha kwenye shinikizo la divai, sasa alikuwa anaongoza ushindi wa ajabu kabisa katika historia ya Israeli. Lakini vita haikuwa imeisha. Usiku ulioanza na viungu vilivyovunjwa na mienge iliyowashwa uliishia kwa vilio, mbio na damu milimani. Wamidiani walikuwa kwenye hofu, wamechanganyikiwa, wakipigana wao kwa wao, hawakuelewa kilichowapata. Mungu alikuwa ameleta machafuko kwenye safu zao. Na jeshi la Gideoni, wanaume 300, waliangalia anguko la utawala wa dhuluma. Lakini bado vita haikuwa imeisha. Maadui walianza kukimbia, wakavuka mto Yordani kuelekea mashariki, kutafuta hifadhi kwenye miji ya Sukothi, Penueli na miji mingine ya jangwani. Gideoni alijua huu ndio wakati wa kuendelea mbele. Hangeweza kuwaruhusu wafalme wa Midiani kutoroka. Hao ndio waliokuwa chanzo cha uharibifu mkubwa kwa miaka mingi. Majina yao yalikuwa Zeba na Zalmuna, watu waliokuwa wakihofiwa na wasio na huruma. Gideoni alituma wajumbe kuwaomba msaada kutoka kabila la Efraimu, na wao walijibu haraka. Waliweza kuwazuia viongozi wawili wa mapema waliokuwa wakikimbia, Orebu na Zeebu. Mmoja aliuliwa kwenye mwamba, mwingine kwenye shinikizo la divai, mahali kama pale Gideoni alipokuwa amejificha mwanzoni mwa hadithi. Ni kana kwamba Mungu alikuwa anashona kila kipande cha hadithi hii kuonyesha kwamba hakuna kilichotokea kwa bahati. Baada ya hao wawili kuuawa, bado ilibidi awakamate wafalme. Gideoni na wale 300 waliendelea kuwasaka wakiwa wamechoka na kiu na njaa, lakini hawakuacha. Walipitia Sukothi na Penueli, miji ya Waisraeli ambayo ilikataa kuwasaidia. Hata kama walikuwa ndugu wa damu, hawakutoa mkate wala msaada kwa sababu waliogopa kulipizwa kisasi ikiwa Gideoni angeshindwa. Lakini Gideoni aliendelea mbele na akaahidi kurudi. Mwisho wa msako ulikuwa Karkori, ambapo Gideoni aliwashangaza wafalme hao wawili wa Midiani na jeshi lao lililobaki. Walikuwa kama 15,000 waliobaki kutoka kwa jeshi la awali la watu 135,000. Hata kwa upungufu huo mkubwa wa watu, Gideoni aliwashinda. Zeba na Zalmuna wakakamatwa wakiwa hai. Sasa hakuwa tena mkulima asiyejiamini aliyewakabili, bali alikuwa mtu aliyebadilishwa na utii na vita. Na alipotoka na wafungwa hao, Gideoni hakusahau kile Sukothi na Penueli walifanya. Alitimiza ahadi yake kwa haki kali, kwa sababu alielewa kuwa kutokuchukua upande mbele ya uovu pia ni usaliti. Ushindi ulikuwa kamili. Viongozi wa dhuluma walikuwa mikononi mwa Israeli. Na Gideoni, yule aliyechaguliwa kwa njia ya ajabu, alikuwa sasa chombo cha ukombozi. Vita haikuisha wakati wafalme walikamatwa. Gideoni alijua kuwa kwa ukombozi kuwa kamili ilibidi aende mpaka mwisho. Hakupaswa kuwa na mapatano. Hakupaswa kubaki na mabaki yoyote ya mateso. Hivyo basi, hata akiwa amechoka sana, hakuacha kufuatilia. Aliendelea mbele, akiwaangusha wafalme wawili wa Wamidiani, Zeba na Salmuna, hadi kwenye miji ambayo hapo awali ilikataa kuwasaidia, Sukothi na Penueli. Miji hii haikuwa ya maadui. Ilikuwa sehemu ya taifa la Israeli. Lakini Gideoni alipita hapo awali akiwaomba mkate kwa ajili ya wanaume wake, alikutana na dharau. Hofu ilizungumza zaidi kuliko imani. Walimdharau Gideoni na kazi yake. Walisema hawatatoa chochote mpaka awe ameshinda.
Walikataa kuwapa chakula askari walio na njaa, si kwa sababu hawakuwa nacho, bali kwa sababu walikuwa waoga. Gideoni hakusahau. Aliporudi akiwa amewakamata wafalme hao wawili, akithibitisha kuwa ushindi ulikuwa wa kweli, Gideoni akarudi katika miji hiyo hiyo. Katika Sukothi alikamata viongozi wao na kuwaadhibu kwa miiba ya jangwani. Haikuwa kisasi cha ghafla, bali ilikuwa ni hukumu ya haki dhidi ya usaliti wa kimya kimya. Katika Penueli adhabu ilikuwa kali zaidi. Mji ulikataa msaada na ukajivuna dhidi ya uongozi wa Mungu. Gideoni akabomoa mnara wao, ishara ya usalama na kiburi, na kuwaua wanaume waliodhihaki kazi takatifu. Haki ya Gideoni ilikuwa kali, lakini haikuwa ya kiholela. Kila hatua ilionyesha uzito wa wakati huo. Israeli ilikuwa imedhulumiwa kwa miaka mingi kwa sababu ya ibada ya sanamu, kutotii na woga. Sasa mkombozi hakutaka mtazamo huo wa zamani uingilie wakati mpya ambao Mungu alikuwa akiuanzisha. Baada ya hayo, Gideoni akawakabili wafalme wawili aliowakamata. Aliwakumbusha walivyowaua kaka zake zamani vitani. Maumivu yalikuwa ya binafsi, na hivyo haki ilihitajika kuwa kamili. Kwanza, Gideoni alimuomba mwanawe mkubwa Yetheri kuwaua kama ishara kuwa kizazi kipya pia kilishiriki katika ushindi. Lakini mvulana alisita, alikuwa bado mdogo. Ndipo Gideoni mwenyewe akawaua Zeba na Salmuna. Akachukua mapambo ya dhahabu yaliyokuwa kwenye ngamia wa wafalme hao kama alama ya ushindi. Ujumbe ulikuwa umetimia. Gideoni hakuwa tena yule mtu waoga aliyekuwa akijificha kwenye shinikizo la divai. Sasa alikuwa mwamuzi wa Israeli, chombo cha haki ya Mungu. Mtu ambaye hakuwashinda tu maadui wa nje, bali pia alikabiliana na udhaifu wa watu wake wa ndani. Hatimaye amani ilitawala. Watu waliopumzika baada ya miaka ya mateso walimwangalia Gideoni kwa heshima na shukrani. Alikuwa shujaa ambaye hakutumia upanga kushinda vita, bali aliongozwa na sauti ya Mungu. Majibu yalikuja haraka. Viongozi wa Israeli walimkaribia na kutoa pendekezo. Walitaka Gideoni awe mfalme. Si yeye tu, bali pia mwanawe na mjukuu wake. Walitaka kuanzisha familia ya kifalme kwa msingi wa ushindi. Lakini Gideoni alikataa. Alijibu kwa uaminifu, sitawatawala, wala mwanangu hatatawala. Bwana ndiye atakayetutawala. Ilikuwa kauli ya heshima kutoka kwa mtu aliyefahamu kuwa utukufu wote ni wa Mungu. Lakini hata hivyo, jambo dogo lisiloonekana sana lilianza kujitokeza. Mkengeuko mdogo ulianza kukua katika ushindi huo. Aliomba kwa watu wampe vipuli vya dhahabu walivyowachukua kwa maadui. Watu wakatoa kwa wingi, karibu kilo 20 za dhahabu pamoja na mapambo mengine ya kifalme. Kwa dhahabu hiyo, Gideoni akatengeneza efodi, vazi la kikuhani ambalo kwa kawaida lilikuwa kwa Walawi, likitumika kumtafuta Mungu. Lakini kilichoanza kwa nia nzuri kikageuka kuwa mtego. Gideoni akaweka efodi hiyo katika mji wake Ofra, na hapo watu wakaanza kuisujudia. Kitu kilichopaswa kuwakumbusha uwepo wa Mungu kikageuka kuwa sanamu ya ibada. Israeli tena wakasahau Bwana na kugeukia kitu kilichotengenezwa kwa mikono ya wanadamu. Gideoni hakutafuta utukufu, lakini akaanza kuruhusu kutukuzwa. Ingawa hakukubali kiti cha enzi, aliishi kama mfalme. Alikuwa na wake wengi, na kwa suria mmoja wa Shekemu alizaa mwana na kumpa jina lenye maana nzito, Abimeleki, baba yangu ni mfalme. Maneno haya kulingana tena na matendo. Urithi wake ukaanza kuchanganyika na kiburi. Watu wakavutiwa na vinavyoonekana badala ya kile kisichoonekana. Hata vyombo vikubwa vya Mungu vinaweza kupotoka pale ambapo ibada inachanganyika na nafsi. Efodi ikawa mtego, si kwa Israeli tu, bali pia kwa Gideoni. Kumbukumbu chungu kwamba mwisho wa kazi si mwisho wa hatari. Wakati mwingine huwa mwanzo wa vita vingine vya kiroho. Gideoni aliishi miaka iliyobaki kwa amani. Baada ya vita vingi, mateso na changamoto, hatimaye alipumzika katika nchi yake akiwa na familia kubwa. Alikuwa na wana 70, watoto wa wake wengi, na maisha yaliyojaa milima na mabonde. Wakati wa uhai wake, Israeli walikaa salama. Wamidiani hawakurudi tena, na nchi ilikuwa na amani kwa miaka 40.
Lakini hata hivyo, mioyo ya watu haikuwa imeponywa kabisa. Gideoni akawa mtu wa kuheshimiwa, karibu kuwa hadithi ya shujaa. Lakini hiyo haikutosha kuendeleza uaminifu kwa Mungu. Ibada ya sanamu ya kimya kimya iliyokuwa imeanza kwa efodi ikaendelea kuota mizizi. Watu hawakumtafuta Mungu kama mwanzo. Walikuwa wameridhika wakiwa na shukrani ya kimwili lakini umbali wa kiroho. Gideoni alipokufa alizikwa katika mji wake Ofra, kaburini kwa baba yake Yoashi. Mazishi yalikuwa ya heshima na hakika jina lake lilipewa heshima. Lakini kumbukumbu ya mtu huyo haikutosha kuwafanya watu waendelee kuwa waaminifu. Muda mfupi baadaye Israeli wakasahau Bwana. Wakaanza tena kuabudu Baali na hata wakasahau Gideoni, mtu aliyewahatarishia maisha yake kuwaokoa. Kutoshukuru kulikuwa mara mbili, walimsahau Mungu na wakamdharau mkombozi wao. Hakukuwa na heshima wala shukrani ya kudumu. Jina la Yerubali ambalo awali lilitamkwa kwa fahari likawekwa kando. Madhabahu ya Ofra aliyojenga yeye haikuwa tena alama ya ushindi, bali alama ya ibada ya sanamu iliyokuwa ikirudi tena. Hadithi ya Gideoni inaishia kwa kimya. Hakuna hotuba kubwa wala kwaheri ya kihisia, bali tu kumbukumbu ya kifo chake na jinsi alivyosahauliwa haraka. Ni onyo la siri, ujumbe unaopita karne nyingi. Imani haidumu kwa ushindi wa zamani tu. Inahitaji kufanywa upya kila siku. Mzunguko wa waamuzi uliendelea na watu walianguka tena. Lakini jina la Gideoni lilibaki kuwa ushuhuda hai kwamba Mungu anaweza kutumia asiyetarajiwa kubadilisha dhaifu kuwa kiongozi na kushinda vita visivyowezekana hata wakati watu wanasahau. Hadithi ya Gideoni ni zaidi ya simulizi la kihistoria, ni kioo cha maisha ya kiroho ya kila Mkristo na kanisa leo. Inaonyesha jinsi Mungu anavyoweza kutumia mtu mdogo asiyejiamini na asiyeonekana kuwa wa maana kutimiza makusudi makubwa kwa utukufu wake. Lakini pia ni onyo la upole kuhusu hatari za ndani za kiburi, ya kutafuta heshima binafsi na ya kusahau chanzo cha ushindi. Ni rahisi kuanguka, si wakati wa mapambano bali baada ya ushindi. Ni katika nyakati za amani ambapo moyo wa mwanadamu hujaribiwa zaidi. Kwa kanisa la leo, tujifunze utii wa Gideoni aliyejiweka chini ya uongozi wa Mungu hata alipokuwa na mashaka. Tusimame dhidi ya woga wa mataifa ya karibu kama miji ya Sukothi na Penueli ambao walichagua kukaa kimya badala ya kusaidia kazi ya Mungu. Tuwe makini tusigeuze baraka kuwa sanamu kama vile Gideoni alivyotengeneza efodi kwa nia njema lakini ikaishia kuwa kitu cha kuabudiwa. Tusiruhusu mafanikio ya jana kutufanya tupoteze mwelekeo wa kiroho wa leo. Kwa Mkristo wa leo, hata kama umechoka usirudi nyuma. Ukamilishe kile ambacho Mungu amekupa. Usiangalie ukubwa wa tatizo wala udogo wako. Mungu ni nguvu yako. Jifunze kuwa mnyenyekevu hata baada ya ushindi, kumbuka kwamba utukufu wote ni wa Mungu. Jihadhari na ibada ya mafanikio badala ya ibada kwa Mungu. Tambua kuwa imani si tukio la siku moja bali ni safari ya kila siku. Mwisho wa hadithi ya Gideoni unatufundisha kwamba si kila ushindi wa kiroho unahakikisha ushindi wa mwisho. Ushindi wa kweli ni ule wa moyo ambapo Mungu anatawala kila sehemu ya maisha yetu. Kanisa la leo linahitaji Gideoni wa leo, wanaume na wanawake wa imani wanaochagua kumtii Mungu kuliko kutafuta sifa. Basi na tuombe. Bwana, fanya kazi ndani yetu. Tujenge kama vyombo vya haki, vya utii, vya unyenyekevu na vya udhabiti. Tusaidie tushinde sio tu vita vya nje bali pia majaribu ya ndani. Katika jina la Yesu, amina. Bwana awainue Gideoni wa kizazi hiki na awe nawe leo na siku zote. Ikiwa hadithi ya Gideoni imekugusa, jisajili kwenye njia yetu ili kuendelea na safari kupitia kurasa za Biblia. Penda video hii, toa maoni yako hapo chini na jisajili kwa chaneli yetu. Na kumbuka, Mungu bado anainua kina Gideoni hata leo. Mungu akubariki sana. Mpaka wakati mwingine.